Right, tuko live pale. Thank you so much. It's another day ambao tunasema kama ni Monday, tarehe ikiwa ni 7 mwezi Februari mwaka 2022. Karibu sana kwa wale wote ambao mnaendelea kututizama kutoka maeneo yote nchini na hata pembe zote za dunia, ikiwa kwamba imetimia mida ya saa 2 zikiwa zimekatika ni dakika 39 pale, ikiwa kwamba huko kwenye show ya Motion ya Christ, tukiwa na mimi Papa Isaac LENARD, nikitumai kwamba siku yako imekuwa nzuri and God has blessed you. Mungu amekulinda, amehakikisha kwamba mambo yako yako mazuri, and karibu sana ili kwamba tuweze kushiriki katika siku ya leo, ikiwa kwamba leo tunaenda kushiriki mambo kadha wa kadha, ikiwa kwamba weekend yako ilikuwa nzuri, umeshiriki kanisani na mambo kadha wa kadha yameweza kutukia pale ulikokuwa, and I'm happy kwamba all things zimekuwa nzuri sana kwa upande wako. Karibu sana ili kwamba tuweze kuingia hapa live, ikiwa kwamba uko maeneo yote, ukiwa kwamba hivi sasa ni wakati wa pale chajio, wengine hivi wakienda kukunywa kile ni kinywaji kidogo, ukiwa maeneo yoyote uliko, karibu sana. Wengine wakiwa kwenye mathri, wengine wakiwa kwenye ndudhi, na wengine bado wakiwa wanaendelea kutembea kwa miguu, na umeingia pale WhatsApp, umeingia pale YouTube, umeingia pale kwa mtambo wako wa Facebook, umeangalia kwamba ni vizuri kwamba uweze kuingia pamoja na sisi in this very day. Karibu sana ili kwamba tuzidi kupambanua 1 2 3 katika siku ya leo, nikitumai kwamba mambo yamekuwa mazuri. Watu wote ambao mnafanya kazi usiku ya leo, wale ambao mnang'edhia pale, watu masoja, karibu sana ili kwamba tuweze kuzidi kwenye mpango mzima wa Motion ya Christ. Now I miss sana, by the way, I miss you. It's a long time, long story since on Friday hadi siku ya leo, and I'm happy kwamba tumeweza kurejea kabisa katika siku hii ya leo. Naona pale watu kadha wa kadha wameweza kulog in na kusema kwamba I'm in. Karibu sana ili kwamba tuweze kunoga zaidi na zaidi. Anasema kwamba anaitwa Irene number 1 accountant, anasema kwamba I'm waiting. Thank you so much. Ingia ndani ili kwamba tuingie kwenye mjengo katika siku ya leo, tuweze kujua ni yepi ambayo umeweza kuyashuhudia. Weekend mzima imekuwa namna gani? Weekend imekuwa ya furaha, ya kukera, ya kufurahisha, sijajua tu, lakini ningependa kujua na kusikiza kutoka kwako kwamba siku imekuwa namna gani, weekend imekuwa namna gani, and we get to share one on one ili kwamba tuweze kushukuru Mwenyezi Mungu kwa njia ya barabara. Wale mavijana ambao tuko pale kutoka kila eneo maze, tuingie ndani kwenye mashine leo hii, tukiwa kwamba tuko na mpango mzima ambao tungependa kuongelea katika siku ya leo, kwenye hii moshene ambayo leo nataka tuelewane. Hapa anasema kwamba Honorable Duke Tinega mtetezi anasema kama nasikia pole nikiwa na Mira County. Karibu sana kutoka na Mira County. Sijui hizo mavitu mnasemanga 040 watt, the 47 counties in the country, you are locked kabisa kutoka maeneo yote. Karibu sana kwenye Kisi Hot TV kwenye mpango mzima wa Motion ya Christ, ukiwa na mimi Papa Isaac LENARD. Kumbuka kwamba ikiwa kama wewe ni mgeni pale, endelea kutizama na pia like video ikiwa ni nzuri mbaya, lakini bado utaweza like pale. Alafu ukiingia pale kwenye mtambo wetu wa Facebook, you can follow the page, na pia kwenye hiyo ambao ni Facebook unaingia kama Kisi Hot TV /FM, and as well hapa kwenye mtambo wetu wa YouTube tutafute kama Kisi Hot TV. Mara hiyo ukiingia pale, subscribe kwenye rangi nyekundu ukiwa na maandishi meupe kabisa ambayo yameandikwa kwenye rangi ya nyeupe ambayo yanasema kwamba subscribe. Ukia subscribe inakuonyesha kwamba rangi imegeuka inakuwa kijivu pale, na unaweza kulike video ya siku ya leo, na pia unaweza kucomment in, useme hata kama unaweza kusema kwamba nimekula sapa, hiyo comment iko sawa. Ama unaweza comment useme kwamba Bwana Yesu asifiwe. Unaweza comment hapo, tutajua kwamba wewe ni pastor. Na ikiwa kwamba bado uko pale manyumbani na umekuwa ukikula pale, unasema kwamba unasema kwamba nimeshiba, itakuwa ni vizuri. Thank you so much. Irene Keruba anasema kwamba salimika papa. Nimesalimika sana, na karibu sana tuweze kuingia kwenye show, kwenye mambo kadha wa kadha, akisema kwamba blessed week to all members. By the way, this is the second Monday. Is it the first Monday or the second Monday? I don't know, but we get to know. Tutajua. Paul Kapongeri
Desmond anasema kwamba nakusikiza live toka Nyachei. Nyachei. Alright, thank you so much. Sijui kama ni Nyachei ama ni Nyamache. Alafu watching live from Ungwaro Riruta. Thank you so much. Tuendelee kuzidi. Anaitwa Papa Aizo. Tuendelee kuzidi, na ikiwa kama umeona pale hiyo link ambayo nimeweka pale, utaweza kuingia nayo katika siku ya leo, ili kwamba tuweze kuingia kwa njia ya barabara. Alright, sijui nitaanza kwa kusema nini, but I wanna say thank you so much. Thank you so much for standing with my brother. By the way, tunajua hapa tulikuwa na sherehe tamu sana. Na nimesikia kelele pale, kina dada wakisema mazee Ukuntu bana unatuangusha, hakuna a lady who was represented. Mazee mimi nawaambia ni vile tuliogopa wasichana kukuja hapa jioni, na vile party ilikuwa imenoga, tukasema maboys tutachapa hiyo, lakini aliomba msamaha. Next time unajua tukikuwa nayo mazee tutakuwa na wao, watakuwa hapa msikwe mnakuwa na wasiwasi. Wapi Vini Ekia Baba and Getty. Alright, honorable and Duke Tinega mtetezi anasema kwamba county Nyamira iko number 046 pale. Alright, thank you county 046 Nyamira County. Alright, wako locked, wanasema wako locked pale, honorable Duke Tinega mtetezi. Alright, karibu ili kama tuzidi. Haya, ikiwa kamba uko pale, nimeshaona zile likes pale, likes za pale Facebook. Let me just get into Facebook vile tuweze kulog in. Ukisha log in pale, just like the video. Ukisha like the video itakuwa ni vizuri. Kisi Hot TV, una search tu Kisi Hot TV pale kwenye Facebook, una like your video ya siku ya leo, and you get to say it's lit. Kama iko lit pale, like it, share with the friends, inakuwa ni vizuri kabisa, ili kwamba tuzidi kushare kwa njia ya pamoja kabisa. Haya, tukiwa kwa njia hiyo basi tunaendelea share with friends kabisa. Hiyo ni time ya kushare with friends before we get in kabisa, ili tuweze kuongea. Anaitwa Tiberius Otum pamoja Korua Naingong Barracks. Alright, thank you so much. Huyu akisema Barracks hivyo inanikumbusha kama huyu ni mtu ambaye kidogo ako kwenye Army Forces. Alright, thank you so much. Army Forces mko represented pale kwenye barracks zetu za pale Ngang pale Nairobi. Thank you so much. Angalia pale wanaendelea kuingia kwa njia ya taratibu. We are happy for you. God bless you. Kuna watu bado wanaendelea kuingia kwa njia hiyo ya taratibu. Just share these kwa njia ya pamoja, ili tuingie kwa njia hii iliyo kamili, iliyo nzuri. Alright. In a few minutes, na ikifika kwamba zikiwa zimekatika dakika 10 pale, zikikatika dakika 10 baada ya sisi kuingia hapa kwenye show, tutakuwa tunafanya maombi. Let's just take this 1 minute to share this video and this link with the friends and those people who are away from the show. Alright, waambie kwamba tuko pale, waingie kwenye link yetu pale, tuweze kushare pale, itakuwa ni vizuri kwa njia ya taratibu kabisa. Naona D kutoka pale eneo la Nakuru anasema kwamba yuko locked kutoka eneo lile, and we are happy for you kabisa. Alright, tuko pale, let me see. Naona pale Kefa Morin anatutizama, thank you so much kabisa. And anaitwa mwalimu Evans anatizama kutoka Nyahururu, God bless you. Anaitwa Dipon Mr. Dipon kutoka maeneo ya Nakoe, iko locked kabisa. Just share with friends. Naona kwamba wanaendelea ku check in kabisa, check in kabisa. Ikiwa kama unapata hiyo link, ingia nayo ili tuingie kwenye shida haipo hapa, mambo yako taratibu kabisa, hakuna shida hapa, tuingie tu pale. Ukiingoda tu pale kwenye stage yetu pale, unasikia backstage. Ukiingoda pale backstage, unangoda kwamba uweze kuingia ndani. Usihofu bana, usihofu, just wait there. Tuingie ndani, ingia ndani.
endelea kuambia watu ingia ndani. Ukiona naendelea kufanya hivi kutap hivyo, ni kumaanisha kwamba I'm trying to share this to friends. All right, tuingie ndani, ingia ndani. All right, kichwa changu kimeangalia pahala pamoja, but I'm here now. Anaitwa kwamba ni Irene, anasema kwamba ndio huyu namuona tena. Irene nawakilisha timu Hamam. Right, thank you so much. Otuoma ita timu yako. Mara Nancy listening from county 045. Thank you so much. Anaitwa Nancy pale. God bless you. Let me just try to show these videos, these messages all along, ili watu waone kwamba wako locked kabisa. All right, tuanzie hapo. Kabisa. Tuanzie hizo. God bless you. God bless you. Those people who are locked kabisa. God bless you. Tunataka tushare pale ili ikuwe vizuri. Naona blessed mom pale na kuona pale, usijali. I'm coming for you. I'm getting in for you. I'm coming for you. Tunakuja kukuchukua. Right. Those people are still coming in. God bless you. Tukiwa tunaendelea kusonga kwa njia ya pamoja. New comments. Jared Okemwa tuned in from Kangemi. Big up. Oh, thank you so much. Thank you so much. Blessed mom. Hey, share. All right, share with the friends. All right. All right. By the way, next week I'm going to introduce something new, very new, and we'll get to know what we will be sharing kabisa. And by the way, just to link up kabisa, tuweze kujuajua shuhuda za watu. On Fridays we will be having shuhuda shows kabisa. Hiyo sasa kwenye mashine ya shuhuda tutakuwa tunasema shuhuda on Fridays. We are trying to link up tuone kama itakuwa vizuri, tufanye vile. We'll be having a session for shuhuda. We'll be getting people giving us that shuhuda from every side of the world, na tutakuwa tunafurahi kwa njia pamoja. Jared Okemo nakuona pale, thank you so much. Anaitwa Isha Salasi bin Aizo, anasema kwamba live from Nairobi. Thank you so much from Nairobi. Blessed mom, ujambo? Blessed mom, how are you? Blessed mama, usiniangushe dameni, usiniangushe. I'm still waiting for you to come over. Blessed mama pale. Uweke mic mbali na mdomo kidogo, itakuwa ni vizuri, alafu uongee na sauti kama mimi. Sasa hiyo unanipata? Wow, yeah, I'm getting you loud and clear. Sasa unajua hii masaa tuko chini ya maji. Mko chini ya maji? Sasa hatuwezi ongea na sauti. Mi kitu ya kwanza nashukuru Mola ametufikisha hii masaa tukiwa hai. Yes, thank you. Kitu ya pili, nimefurahi kukuona ukiwa salama. Asante. Ya tatu, ningependa kuwish kila mtu a happy new week and a blessed week. Tuianze salama na tuimalize salama. Na watu wakumbuke next week Monday ni Valentine's Day. Kama hujalikwa pahali, kama hujanunuliwa maua, kuja pale kwetu Cardinal Tunga High School Mosocho pale. Tukule keki, tukunywe jua pamoja, itakuwa ni sawa. Alright, vizuri kabisa. That is loud and clear. So siku yako imekuwaje dada yangu? Unanipata? Yes, I'm getting you loud and clear. Sijasikia venye umesema. Mi nakupata, but the problem is nimekuuliza siku yako imekuwa namna gani? Hujanijibu.
Mimi nimeshinda salama, nashukuru Mola. Ukiona natabasamu niko salama. Alafu kuna kitabu nataka unitafutie. Yes. Na uniambie inaitwaje kwa Kiswahili na kwa Kikisiju, sijashikanisha. Inaitwa Ecclesiastes. Ecclesiastes inaitwa Mhubiri Omorandia. Sasa utanisomea 3. Yes, naona geti hapa, karibu geti. 3 mstari wa 12 na unaweza fikisha 22 kama kuna nafasi. Huyo geti mwambie mimi nimemwalika kwa keki zote, asije akasema sikumuita. Si ameona tu umemuita, ameona tu umemwalika. Geti. Gertrude. Nimeandika wapi na mmeniweka hapo backstage, nimesimama hadi nimechoka. Pole, umesimama aje na mzakani bana. Alafu hii unajua Geti unapendanga kuenga simu namna hii. Sasa sikuone vizuri. Unajua vile nataka niweke full, nimeweka full basi. Umeniona? Ndio uonekane. Umeniona sasa? Wewe bana, na vile nakuanga mrembo, weka hiyo uonekane vizuri. Isaac. Oe. Isaac. Kabla Geti hajaongea. Kuna pahali ulitukosea, na kama tungekuwa karibu sijui tungekuchoma na maji moto. What happened? I'm sorry. Hiyo siku ya keki. Naam. Hiyo siku ya keki. Unashikaje keki kwa mkono, inakatwa ikiwa kwa mkono yako na ikiteleze yanguke? Mungekula mchanga. By the way, you know, these are very fresh week. We don't want to just get back to those stories. Tulisema we are sorry, and I already said I'm sorry. Sasa wewe rudi nyote, ninataka kuona tafadhali. Sitaki kukaa hivi ninaongelesha. Kwani hujasikia Blessed Mama ameitwa? Ameitwa? Sasa wewe unataka kutoroka, hebu weka picha bana. Unajua at least na mimi nimeitwa huku nafunza. Unafunza wapi? Anyway, good evening. Good evening to you. Umekuaje mama? I was ready. It was good. Last year's there. Kwani una sauti? Siku yangu imekuwa nzuri, labda tu wewe. Nimekuwa poa pia. Yeah. Sasa sasa ujaribu tu kunipea what is happening from the other side. Mjadala ni upi? Anyway, mimi niliingia huku kuwasalimu, waja nisalimie Blessed Mama, dada mkubwa Fei, kina Delma, akina Kukurutu, Isaac, wanakisi wote. Nimewasalimu nyote. Hi. Si nimepeana salamu. Sasa wacha nilale. Usilale jameni. Unajua kuna vitu vingi ambavyo tunastahili kudiscuss, you know. Kama gani? Na unajua wewe ulikuwa kati ya wale mama walikuwa wanasema what you did was not good. Tuliomba msamaha, tena mnataka kutoroka kwa nini? Nimewahi fanya kosea nikaomba msamaha ambacho si kizuri, sababu najua ukikosa unakula nyaunyo. Sasa sijaikosa. Wewe ni mwingine. Eti ukikosa unakula unakula nyaunyo. So unataka pia nikule nyaunyo Kitu cha nasema nilikosa nikaomba msamaha. Ni kile ambacho nilipokuwa nasali. Niliambiwa kesho nilete pesa, sijui ni za mtihani. Nikakuja nikaambia mamangu. Alafu kesho yake nikaulizwa wapi pesa. Nikasema mamangu alitusi mwalimu na hakumtusi wala nilichapwa na mamangu. Danganya.
Nasema eti mamangu alisema uko na ujinga. Sasa ni sababu nilikuwa nimenyimwa hizo pesa nisipeleke eti mama alete yeye peke yake. Acha mzazi akuje. Mwalimu anamwambia unanitusi mbele ya mtoto. Ati mama alinichapa. Hadi nikaomba msamaha nikasema kuanzia leo sitadanganya. Alright. Leo tulikuwa tunaongelea swala fulani, lakini kabla hatujaenda pale, unajua nilikuwa nangoja tukuje hivi. Niliipa pesa by the way. Ulioiba pesa? Leo niseme TBT. Nikiwa class 2. Wewe. Nikiwa class 2. By the way, my cousin mwenye tumegiliwa naye pamoja like brother. Siku moja amenidanganya nitoe pesa za mama. Alikuwa anafanyia business. 10 bob. 10 bob. Nikatoa za slave, unajua sentences zilikuwa zinafanya kazi. Nikapea brother yangu mdogo senti moja na cousin yangu mwingine senti moja. Sasa hizo 10 bob mimi sikutoa za kutumia, nikatoa hiyo 10 bob nikachukulia huyo cousin yangu, akaniambia enda utoe alafu nitakurudishia, nitakupea tena urudishe anti sikuje kukuchapa hata jua. Sasa wengine chenye kilinifanya sasa nikatoa shilingi moja nikawapea sababu walinikuta. Wacha ifike usiku sasa, mama amerudi na mimi nimetoka shule. Ananiuliza, pesa zangu jana zilikuwa hivi, lakini nilipata pesa zimetolewa hivi. Ulitoa? Walai nilikataa. Unaona ile kukataa sababu najua nikisema nimeuliwa. Hii ni kuuliwa kabisa. Ulitoa? Sikutoa. Ulitoa? Niambie wewe mzuri, kama ni wewe ulitoa nichue. Kwacha kazini yangu akuje. Auntie, yeti nilimkuta akitoa akatupea shilingi moja. Mamangu akaniambia mbona kuniambia? Si nimekuuliza huko. Nimekuuliza mara ngapi umekataa? Walai wacha nikwambie nilichapwa. Unaona saa zile moto inawashwa. Zile kuni za chai. Mamangu akaniweka huko. Naona ile moshi vile ina nini. Hapo ndio niliogopa mamangu, nikasema leo ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho. Danganya na kuuzo yangu etienda uipe. Oye. Sitasahau. Hadi saa hizi nakumbuka, naambia mama unakumbuka, lakini uliniweka, ulikuwa unataka kunichoma. Na hizo pesa si mimi nilitumia, nilidanganywa nikatoa nikapea mwenye nilipea akatoroka. Alright. Sawa. Nimemaliza TBT yangu, acha nilale. Bye. Hujamaliza. Alright. Kuna mtu hapa ambaye to her story amekuwa ni Mkristo and because of poverty, because of some reasons anaona kwamba yeye yani kuna ile kutopendwa, unaona ni kama umechukiwa, umeona ni kama haupendwi, unaona ni kama watu wote wako against you. Sijui kama ni kweli. Umeilengwa kabisa hadi ukahisi ni kama you are judged? Imagine sauti yako itoki poa. Sijui ni network ama ni. Mimi ninasema wewe ndio maybe hauna network, but I'm sorry, utatafuta network kesho. Kwa leo utanipa tu sikia vizuri. Kuna mtu hapa ambaye alikuwa na feel ako down and siku zote alikuwa karibu tu ajiue because ile kudharauliwa, ile kutoaminiwa, ile kuonekana kama yani ako desperate, hangependwa. So sijui kama wewe Mkristo ama you as Getty may feel lonely till ukahisi kwamba you are about to give out your life, like ungejiua. Hebu pini hiyo nini yako hapo tuone gaki. Come on. Ukiingia kwa title hapo vile uliingia kwa YouTube hiyo iko ingia by the way YouTube.
Nilipata link nikaingia, nilitumiwa, sijui mwenye alinitumia huyo mtu anaitwa aje. Alright, hebu nikuambie, umehisi kwamba uko chini kwa maisha yako hadi ukahisi ni kama utajiua, na ni kitu hiki kipi ambacho kilifanya ukahisi uko chini ukaribu ujiue? Yes. Hello, somebody ametoroka pale, ametoroka ama? Hapana, sijatoroka, si nilitoka nikaenda kuangalia. Sasa Alright. mama amerudi, wacha niendelee kuangalia. Blessed mom, siku gani hii umehisi kwamba uko chini pale and ulihisi uko chini and almost you are almost giving your life out, ulikuwa tu karibu jiwe ama haujawahi? Kabla nichangie, wacha huyo mgeni wangu aongee kwanza. Yes, I'm seeing someone called Otuma Tiberius. Otuma Tiberius nimekuona pale kwa team comment huko. Karibu sana, tuendelee. Otuma, unanipata? Yes sir. Yes, karibu sana, tuzidi. Otuma, sasa jina utatuambia kama unatupata kutoka maeneo gani, jina lako halisi. Unaweza pata Otuma si lako, hatujui. Na pia utuambie siku yako imekuwa namna gani, ndipo tuendelee kwenye mjadala wa leo. Sawa. Tiberius Otuma. Kutoka Ngong. Nairobi Ngong. Yeah. Yes. Siku yangu tu iko sana, naifurahia. Niko off. Sina kitu inanisumbua akili, kazi nini, niko off na free tu. Yeah. Right, mimi niko vizuri. Sasa sijui mjadala wa siku ya leo ungependa kusema nini, kwa sababu kuna yale maswala ambayo uliyapitia wakati fulani hivi na hivi, ukahisi kwamba uko chini kidogo ujimalize. Sijui ni shida gani hii ilikuwepo? At that point, mimi naweza sema imekuwa several cases. Si moja. But yenye naikumbuka mpaka saa hii, kuna moja nakumbuka ya kitambo. Yes. Sometimes nikikumbuka nalia, because I could not be alive at this moment yenye naongea hiyo. That one was, kuna hiyo time ya kitambo, unapata mzazi wewe tu ndiye anaona kila kitu ni wewe. Kimbia tinga, kimbia wapi, kila kitu tu ni wewe. Wengine wako hapo tu. I remember one of the fine days, nikiwa mdogo around 4-5, nilikuwa nikitumwa. Mimi ndio peke yake nilikuwa natumwa, wengine wako wanichekelea. Yes. Unfortunately by the way I went, ilikuwa ndaa. Nikasema mbona mimi nisumbuliwe mwenyewe, yet others wako. By the way, there's nobody amejua hiyo kitu mpaka wa leo. Venye nimefunguka tu hivi nikaisema. Because hiyo dawa yenye nilikunywa, it was not such strong. Kuna these the oceans. Kwa hiyo zenye zinakanga unga, they are not strong. Yeah. That's what I did. I can remember. Lakini nobody knew it mpaka wa leo. Hata zai sema hiyo kitu. Sa ulifanyaje helped you kwa sababu ulikuwa chini? Nobody helped me because eko nilemea.
nilichukua nikakunywa na maji. It is not affect me. It didn't affect you. Kudai sijai kufa. Yeah. Alright. Na baadaye ulipofikiria ulihisi aje wakati baada ya wewe, kuna wakati yes ulikasirishwa kwa sababu ya masuala fulani, uliona kama unatumiwa vibaya, unatelekezwa and all that happened, na baadaye bado ulihisi hivyo ama bado ulikubali tu ukasema sasa haina haja? By that time nikisumbuliwa hivyo nilikaa. Kafika time hata nikaanza kuona madhara ameniegemea. Kitu nikiambiwa nifanye, madhara nitatea, niambiwa usiende, aje fulani ende. So after that nilianza kupata that moral of being loved. Yes. Yeah. Alright. Na unajua kuna kitu hujatuambia hapa mwishowe. What encouragement ulipata baadaye? Encouragement sasa ilitoka kwa nani na baadaye uliishi aje? Na ukipata mtu mwenye ako na shida kama hii unaweza kumadvise aje? Hiyo tutarudi baadaye utueleze. But let us get to Blessed Mom pale. Blessed Mom, na kuona. Kitu ya kwanza nakaribisha watu wema sana. Yes. Na ningependa kumwambia hiyo mambo ya kutumwa ziada yanakula. Si ukitumwa huwa unakula pia. Kwani unalipia chakula? Tawefanya kazi. Alafu kitu ya pili. Nilikuwa naomba ukomeshe Geti akiandika SMS. Anaangalia SMS zenye anaandika. Kwa nini? Sijui kama umeona hiyo SMS ameandika ati amemiss Otuoma. Kwani Otuoma ni wake? Otuoma umemisiwa, usijali. Hiyo hapana, hiyo utaambiana baadaye. Wewe mkomeshe huyo Geti. Unajua watoto wa siku hizi hawaeleweki. Akiona huyo amemumisa. Sasa Blessed Mom, kuambia mtu umemiss iko na shida gani? Mimi sipendi. Otuoma, umefeel vibaya ukiambia umemisiwa? Wacha tusikie kutoka kwa Otuoma. Otuoma, mtu amekwambia amekumiss, unakasirika? You feel proud of it. Yeah? Yes, you feel proud bwana. Blessed Mom. Hapana, sasa hapo haiza kata wewe kama unaangalia. Kuna mambo inaendelea. Kuna mambo inaendelea ukichunguza vizuri. Hakuna. Sasa anafilaje proud of Geti? Si hapo unaona kuna mchanganyiko fulani? Hakuna mchanganyiko, mimi sioni mchanganyiko because missing someone mimi kama hapo nimesoma jambo hata vile ametabasamu. Angalia nikwambie. Yaani unajua when someone amekumiss, haina ubaya kabisa. Yaani haina ubaya, hiyo tabasamu ametoa ni ya kawaida. Wacheni kutubebea akili sisi. Sasa nataka afanye namna gani? Akatae? Nisomee ile maandiko nilikupea. Juu naona hapa hawa watu siwezi saidiana na wao. Mayo. Okay, tumeacha basi Aya, tuingie pale kwenye kifungu. Ulisema kifungu Ecclesiastes chapter 3 verse 12 to 22. Sasa niangalie pale. Utaanzia 1 mpaka 22 kwa sababu si Otuoma ameongea na hatuoni mwingine. Mwingine akikuja tutampea nafasi. Let me see. Just wait. Inasema kwamba therefore is there is time for everything and a season for every activity under the heavens. Verse 2. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill, that is verse 3. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. And verse 4. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance.
A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time to war or for war and a time for peace. Verse 9. What do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. 11. He has made everything beautiful in its own time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. 12. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Verse 13, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear him. Verse 5, ulisema tufike 21st 21 pale inasema whatever is has already been, and what will be has been before, and God will call the past to count or to account. Verse 16, and I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. Verse 17, I saw to myself, God will bring unto judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for activity, for every activity, a time to judge every deed. Verse 18, I also said to myself, as for humans, God tests them so that they may see that they are like the animals. Therefore, the fate of human beings is like that of the animals. The same fate awaits them both. As one dies, so the other. So dies the other. All have the same breath. Human beings have no advantage over animals. Everything is meaningless. All go to the same place. All come from dust, and to dust or return. Who knows if the human spirit rises upwards, and if the spirit of the human or the animal goes down into the earth. Ulisema tufike 22 ama 21st? 22. So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is lot, for who can bring them to see what will happen after them. That is the word of God. Blessed man, back to you. Upande wangu nasema amen. Amen. Na nashukuru kwa kutusomea hiyo maandiko. Hiyo maandiko nimekupea kwa sababu inaambatana na topic yako ambayo umepin. Mimi kitu ya kwanza huwa nasoma topic. Nikishaisoma naielewa. Sasa kulingana na topic yako, hiyo maandiko inaambatana nayo. Kuna wakati unafika ni kama umefika mwisho. Unatengwa na kila mtu. Lakini hiyo maandiko inanifurahisha kwa sababu inasemaje? There is time for everything. There is time for everything. Wakati unapitia mambo, jua hiyo ni time ya kupitia hiyo mambo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kuna wakati unatengwa, hiyo ni time ya kutengwa. Kuna wakati unapendwa, hiyo ni time ya kupendwa. Kuna wakati unakataliwa,
hiyo ni time ya kukataliwa. Yeah, sure. Kwa hivyo wakati chochote kinakufanyikia, jua hiyo ni time. Kuna wakati unakasirika, hiyo ni time ya kukasirika. Kuna wakati unafurahi, hiyo ni time ya kufurahi. Kwa hivyo yule ameangalia hiyo topic, aende asome hiyo maandiko pole pole, ataona kweli kuna time ya kila kitu. Ndugu yetu ameongea vizuri sana. Ndugu yetu alisema alikuwa anasumbuliwa. Hiyo ilikuwa ni hiyo time. Yeah. Lakini saa hizi ndugu yetu anakaa ametulia, si amekwambia leo ako off? Yes. Ako off, ametulia tu. Hakuna mtu anamsumbua. Naonanga siku zingine anapost mapicha akikula vizuri sana, anakula kuku mzima peke yake, anamaliza. Lakini kuna time walikuwa anakula hiyo kuku moja hata watu 5. Kwa hivyo haiza kuacheni tujue kila kitu iko na wakati wake. Yes. So wacha mimi niongee upande wangu nikichangia mjadala. Mimi huwa najua kila kitu iko na wakati wake. Kuna wakati nilikuwa mgonjwa. Nilipokuwa mgonjwa, nilitengwa na family and friends. Nilipotengwa na family and friends, my sister last born ndiye alisimama na mimi. Akaniambia mimi, mpaka nione ile gari inabeba maiti yako, hiyo gari ndiyo itanipeleka nyumbani. Lakini mimi ati kutoka hapa naenda nyumbani ni kuache ukiwa mgonjwa, mimi siwezi. So niligonjeka kwa muda mrefu. Lakini hiyo ilikuwa ni hiyo time ya kugonjeka. Ilikuwa nigonjeke ili nipone ndio nije kumtukuza Mungu. Yes. Kwa hivyo niligonjeka kwa muda mrefu. Alafu nikarudi nikapona. Wale wote ambao walinitenga walinirudia tena. That's why nasema there is time for everything. Utatengwa, utatorokwa, lakini kuna time pia watarudi. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anapitia jambo lolote, akaa akijipa moyo ya kwamba ni hiyo time. Unaona? Wacha niongee kuhusu hawa strong team ama wanajiita team risk takers. Sijui kama unawajua. Nawajua. Hao team hamam, team risk takers. Yes. Saa hizi wanapitia magumu. Lakini nataka uambie kuna miaka ijayo watakuwa wameajiri wafanyikazi. Watakuwa wamekaa chini. Watakuwa wanaletewa pesa pale wamekaa. Yaani umekaa chini, unaambiwa hii ndio pesa tumefanyia siku mzima. Sasa hao team risk taker ndio watakuja hapa tena watuambie ya kwamba kuna time ya kila kitu. Sasa wameamini. Kwa hivyo wacheni kila mtu asione kama kile anapitia ati maybe yako peke yake ama maybe ndio mwisho wake. Hapana. Hapana. Hiyo ni time. Hiyo ni time ya hiyo kitu. Yes. Mimi haiza kuacha nikwambie mwisho wangu wa 2014. 2014 ndio niliacha kazi ya matatu. Ulikuwa yule msemo unaitananga like oi tunapandisha hapa, sijui ulikuwa unasemanga mimi naangalia saa yangu hapa. Saa yangu inaniambia ni 21 22. Sijui kama yako pia inasema hivyo. Wewe sasa si useme. Ndio nakwambia time yangu inasema 21 22. Yes. Hii masaa bado sikuwa nimefunga kazi. Bado niko railway station. Mimi napayuka kama mwenda wazimu. Kawangware riruta satellite, Kawangware riruta satellite 70 naitana kama mwenda wazimu. Unasikia? Na ukumbuke nitapeleka watu Kawangware satellite na nirudishe gari maybe Rongai ama nirudishe gari Karen Ngong. Inategemea ni gari ya wapi. Hiyo ilikuwa hiyo time. Lakini saa hizi so naona mimi siitani kama mwenda wazimu. Nimetulia tu.
So unaona, kwa hivyo nataka ni encourage mtu, nimwambie kila kitu iko na wakati wake. Kila kitu iko na wakati wake. Mimi nilikuwa naitana Isaac mpaka nikiingia kwa nyumba na kuwa bubu, siwezi kuongea. Ile kitu ilikuwa inanisaidia ni maji moto na ndimu. Maji moto na ndimu na kunywa asubuhi tena nasikia naweza kuongea. Kwa hivyo wacheni tujue, yani wacheni tukubali. Kuna time ya hii na kuna time ya hii. Na umesoma maandiko vizuri ukasema mpaka kuna time ya kufa na kuna time ya kufurahi. Sasa mbona sisi tukasirike? Hii topic ni mzuri sana. Right, thank you so much. Naona pale Fred, nimemwona pale Fred, ujambo? Brother Fred. Munipate. Utatoka kidogo alafu utarejea kwa sababu unaona kwamba kuna tatizo kwa masuala ya mitambo pale, lakini utaweza kurejea. Just uta wipe out alafu utarejea kwa sababu inakukataa pale. Iko na shida kidogo, ina delay. Alright, tunaona pale Damari anasema kama yuko tuned kabisa. Gertrude anasema kama niko hapa, uko wapi na umetoroka? Haya. Tibibra Shetuma alitutoroka pia yeye, lakini tunajua kwamba atarudi. Fred, sasa ikiwa unanisikiza utaendelea kuongea ukiingia kwenye mjadala wa siku ya leo direct. Hello, Fred. Ametoroka kabisa. Nilikuwa naomba uambie Fred kama anaweza jaribu kuongea na audio kama itakubali, kwa sababu niliona hiyo network yake inamsumbuanga sana. Hebu mwambie ajaribu kuongea na audio kama itakubali. Tutaangalia tuone itakuwa namna gani. Let me just see how it will be. Okay. Haya, ataweza kuingia, tutaona itakuwa namna gani. Now, by the way, we want to talk about this. Unajua, Blessed Mom, kile kitu ambacho nimekileta leo ni because tumekuwa tukiangalia watu wengi wamekuwa wakijua, and of late, by the way, the cases have decreased, and we want them to decrease kabisa hadi tukae na 0% crimes kwa masuala ya mambo na kujiua and all that, because surviving, having this life inakuanga ni kitu inakuja once, and wakati inakuja once you have to use your own time vizuri, si kuanza kujiua ama kufikiria vibaya about your life. And this life, vile tu tumesema from that verse kwamba we only live once, we don't live twice, we only live once. And this life, when you live once, you need to use it well. You need to use it effectively. Hatuishi tu hapa kwa sababu ya watu fulani. Ulipewa hiyo seed ambayo Mungu alipanda ya maisha yako, ilikuwa tu ni wewe. That is why mara nyingi tunasema kwamba hakuna mwenye anakufanana tu, because mwenye unafanana na yeye almost kila siku, kila wakati, kila saa, you are referred to God. Hata vile tu uko hivyo, hata unaonanga tu wewe ni yongongo. Hata kama unaona tu hiyo sura yako, mazee, hiyo ni kama hotera. It doesn't matter. Hata kama ni taya ya gari, it doesn't matter. You know, there is a certain day, wakati ndugu fulani alikuwa ananiambia mimi hata nikiwa namna gani, I just know mimi nafanana na Mungu. Because Yesu mwenyewe, all those things zinalipitia, alipitia because of our lives. Now just imagine you, wewe how sumbuki because of somebody's life. Ni kwa sababu yako tu. Some of the things ambazo tunazipata kwa maisha yetu is just history.
Just look about those prominent men ambao unaona kwa hii dunia. Talk of these politicians, they just have some good history in the country. But now when you talk about Christianity, it is the same thing, the same thing, which needs us to really believe in God. It needs us to believe in God. God to help us, God atuinue, God atutakase, God atufanye kwamba tuwe mashujaa kwa kila hali. Nipo siku moja unapokuwa na ushuhuda unasema kama shukurani kwa Mungu, because many of these things ambazo zinafanyika kwa maisha yetu, you know, we need to help each other to sustain this. We need to help each other. Pale kwa hiyo shida mambo na Christianity, I want you to talk on Christianity pale, blessed mom. We talk about Christianity, what pastors should do, what the Christians should do wakati wanaona haya masuala yako. When some of the Christians wamejaribu kujitenga, unajua pia kwa kanisa tuko na background tofauti. Kuna yule ambaye anataka kwa poverty, kuna yule ambaye anataka kwa rich grounds. So hebu jaribu and talk about this. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi, wacha Fred ajaribu kuongea kwanza. Fred, karibu tena, sijui kama unatupata sasa. Napata sasa. Alright, that is amazing. Hebu tuweze kuenda kwa njia hiyo. Unaweza ukatuambia kwamba umekuwa aje siku ya leo, siku ya Monday, imekuwa namna gani? Tunang'ana huko, hata wengine kama tujamaliza siku tunang'ana. Sijui unadua sauti yako, unaongea kwa sauti ya chini, unaweza kuongeza sauti tafadhali, ama bibi adapika? Hello. Naona hali ngumu hapa, na shindwa kuna shida gani. Anyway, get back to you, blessed mom. Pale tumerudi kwako. I see ni kama my brother has got a problem with the phone. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi, Isaac. Yes. Kulingana na hii topic yako. Ile kitu inamaliza watu ni watu kukua, yani wakinyamaza na shida zao. Blessed mom, si topic yangu, topic yetu. Alright, tuendelee. Nasema ni topic yako kwa sababu wewe ndio umeitunga na ukatuletea, na wewe ndio umeitafuta. Kwa sababu ni topic yetu kila mmoja. So nilikuwa nataka kusema hivi. Kitu ya kwanza, Fred, pole sana, network inakusumbua. Mimi ningekuomba uongee na audio. I think audio inaweza ikakubali. Hebu jaribu audio. So mi kwa hii topic nilikuwa nataka kusema hivi. Watu wengi wanapotea kwa kukosa kukuwa na ufahamu kamili. Yes. Wakati uko na shida ama wakati uko na tatizo linakusumbua, nenda kwa pasta wako uongee naye. Yes. Nenda kwa elders wa kanisa uongee nao. Ita mtu yule mnafahamiana naye kiundani, ongea naye. Mwambie kuna shida napitia hivi na hivi. Unaona kama naweza fanya aje? Yes. Kusema ukweli, pale utapata ushauri. Na ile ushauri itakusaidia. Mimi niko na marafiki wengi sana ambao sitawataja. Yes. Hawa marafiki nikiwa na tatizo, mimi wapigia simu, naongea nao, na kusema ukweli wananipa ushauri na inanisaidia.
Lakini nikinyamaza na jambo, unajua litaniumiza mimi. Kuna jambo unaweza kuwa nalo bila kuliongea. Unawaza usiku mzima. Unawaza ulali. Na hiyo ni mbaya sana. Kuna msichana mmoja na mimi nimekuwa nikiongelelea hili jambo sana. Hata kama watu wanalijua. Kuna msichana mmoja alikosana na mzee wake. Akatoka kwa mzee wake akaenda kwao na watoto wawili. Kufika kwao, mama pia badala ampe ushauri, mama pia akamfukuza. Akaona solution ni kujiua na watoto. Lakini kama ni mimi ningeenda hata kwa jirani nimuelezee. Na kusema kweli, huyo jirani angemsaidia mpaka leo hii huyo mama angekuwa hai na watoto wake. Kwa hivyo nilikuwa nasema hivi, unapokuwa na tatizo linakusumbua, sio lazima utangazie watu wote. Tafuta mtu, ongea naye. Mimi najua familia ni kubwa. Kuna pande ya mama, kuna pande ya baba. Tafuta mtu mmoja pale, mkalishe. Mwambie niko na shida iko hivi na hivi, naweza fanya nini? Ushauri inasaidia na pia kanisa pia litakuombea. Kwa hivyo mimi upande wangu sijuangi kunyamaza na jambo. Sijuangi kabisa. Kwa sababu nikinyamaza na hilo jambo litaniumiza. Right, kwa wale ambao wana stick kwa masuala ya kitabaka pale kanisani, what will you advise them? Blessed mama, unanipata? Unanipata? Yes. Unasema sikukupata mimi. Ninasema kwamba ikiwa kwamba unajua kuna matabaka, hata wakati mtu huyu ambaye yuko katika hali ya chini, kuna wakati asipokuwa na sadaka hawezi enda kanisani. Na anapokuwa kanisani huwa anafikiria, yani anaona ni kama yeye hajabarikiwa. Anaona yani ni kama hawezi hata muongelesha huyu ambaye ni tajiri, ama huyu tajiri anamtelekeza kwa sababu hawezi akamuongelesha. Anaona kama huyu mtu ni hafifu. Ungependa tu kumwambia ujumbe upi? Mimi ningependa kusema hivi. Kila mtu ajipende na ajikubali vile yako. Ukishajipenda na ujikubali, Mungu atakuja kukufanya kuita siku moja. Kwa hivyo haifai kabisa ujidharau ama kusema ati wewe ni maskini ama nini. Hapana. Jikubali vile uko. Yes. Right, that is amazing. So let us just get back kwa masuala fulani kabla tujamalizia. Now, as a government, unadhani kwamba as a government inaweza kasaidiaje? Because we have unajua kwa government ukiangalia tu hii nchi iko na advisors. Yes, iko na advisors wa governor, iko na advisors and all that. Okay, in short, kwa kumaliza haya masuala ya depression, kujiua, kufeel lonely, what should the government do kwa perspective yako wewe binafsi? Mimi nachangia according to my understanding. Yes. Kila mtu ana understand kivyake. Kuna mambo upande wangu siwezi kuhusisha government ama serikali. Kwa sababu gani? Wakati uko na shida, mtu wa karibu ni yule mnayekaa naye karibu. Hii government utafikia wapi jameni? Utafikia wapi? Kwa sababu ukienda pale mara unaambiwa kuja siku fulani, kuja date fulani. Sasa hii madate unapewa itakusaidia? Mimi nilikuwa naonelea mtu ajisaidie kiyeye mwenyewe, ajisaidie na wale anaona wanaweza wakamsaidia, wale wanamshauri. Anzia kanisani, anzia family. Huwezi kosa mtu mmoja ama wawili wa kuongea naye. Lakini upande wa government, mimi on my side, mimi siwezi kuwa na uhusiano na government. Sasa government itanisaidia na nini? Mimi hapo upande wangu nitoe kwa government.
Alright, kwa masuala ya government umesema haupo pale. Alright, thank you. Najua si Wakristo pekee hujiua, wasio right, sawa sawa, tumekushika pale, itakuwa ni vizuri. We'll just get intact. Kabisa. Thank you so much kwa kuchangia something. Nilikuwa nataka nikwambie. Yes. Niliona ile wakati kulikuwa na corona imezidi kabisa. Niliona watu wamekomboa nyumba za wenyewe wakililia serikali atiambie mwenye nyumba asilipe rent. Sasa nyumba zangu tulijenga na serikali. Kuna kitu serikali nichangia nikajenga. Nimenunua shamba, nimejenga, nimekondisha watu. Serikali inaingilia wapi? So hata sisi tukifanya mambo tunafaa tunaangalia. Nyumba ni zangu. Serikali itakuja inipe masharti gani? Kwa sababu wakati uko na nyumba, kumbuka unalipia maji, unalipia stima, kuna bills unalipa my friend. Kwa hivyo usione mtu akiwa na nyumba ukafikiria ati sasa huyo mtu hana mahitaji. Kuna mahitaji hata akikuelezea utamhurumia. Kwa hivyo tujaribu kuangalia pande zote. Wakati uko na jambo, unaingia kama mtu na feeling fulani. Ni kama you are somebody, kuna mahali uko na kanyumba si kanyumba, kuna mahali uko na nyumba and then you feel like hii feeling lazima ungeishare. Anyway, you know, there's something tunaitanga sympathy. Sympathy ndio hiyo, maybe they saw and they felt like lazima wangeongea na watu. But anyway, it's your feeling and it has been shared. Thank you so much. Otherwise, thank you so much kwa wale wote ambao mmekuwa na sisi tangia tulipoanza hii show hadi leo. Naona pale Willy Ken anasema kama watching from Embu with Kante Emma. Thank you so much. So I think zimepita dakika 40 ama zimekatika dakika 40 baada ya saa 3 usiku since tulianza pale mida ya saa 2 dakika 25 pale. But now we're here. We thank God. Thank you so much. But anyway, there is a reason to why ulikuwa created. 1, ilikuwa ni usurvive. 2, ilikuwa ni you achieve something. 3, ni kwamba you be part of history. Number 4, ilikuwa kwamba you be of profit. Profit, si yani hatutaki tu ukiingia hapa uolete loss. You are of profit. So this is what you'll do, my dear brother, my dear sister. Hata kama hauna, try something that will make you be seen by God and not be seen by people. Because mara nyingi watu hujio kwa sababu they want to be seen by people. Be seen by God. Search for God. Wewe kwa kila kitu unachokifanya, search for only God. Just one thing, search God. See, most of the people, they were not just desperate for anything. Kitu safi walifanya kwa maisha yao just to thank God, just to get back to God, just to search for God. See what Saul did. Saul, kama angekuwa mwanadamu, he was to just completely angemaliza kila kitu. Angemaliza kila kitu about his life. Wakati bibi yake alikuwa na advice like, you know, you should abuse God, unastahili kufanya hiki, but he never did that because he never wanted to just fulfill what a human being wants to do. You are there because it's your only chance to live. It's your only chance to live. So make better of that life you are living today. The other thing, maisha yako usiyafanyie mzaa, and never allow anybody afanyie maisha yako mzaa. That is why even if you can be a stammerer, you are so important to the community. Don't feel like you're not important. That is why Moses was told by God, you are important. Even if you're that stammerer, even if kwa uwete wako, those challenges that you have, God is saying he will have to use you. He will have to use you. If you are not employed, God will have to employ you in prayers. God will have to employ you in that small thing ambao unapata from that small business. God will have to employ you to be a prayerful person. Don't just ask many things. Tell God, I want you to employ me to be a prayer warrior.
That is all. Many things come out to be a breakthrough to your life. Zinakuwa breakthrough kwa maisha yako because you are praying. Siku zote unaamini, unajua Mungu ambaye unasaka kila saa, kila wakati. Whoever you are praying daily ni Mungu ambaye si hafifu hata siku moja. He has never failed and he will never fail to your life. Ni Mungu ambaye ni mwaminifu. So just trust in that process. Continue pressing. Continue pressing. Feel that you are so important. Don't feel that you're so weak. So usidharauliwe. That is why wakati Musa alikuwa anasema hivyo, alikuwa anasema hata kama alikuwa na stama na Mungu amenituma. So even to you, don't just feel that. Ukiwa na hiyo kitu ambacho kuna. By the way, there are some people who have lost life with their life. Wame lose hope kwa maisha yao. Just imagine, mtu uko na nguo 2, 3 and you are saying that hauna nguo. You have those clothes are so many because ukivalia leo moja, leo 2, kesho. So just imagine kwa wiki umevalia nguo mara 2. What is the problem? You have many clothes. Go pressing on. You go pressing on. Nguo 2, 3 zikufanya tu you just lose your hope. Just continue pressing. Tell God, Mungu najua you are going to open for race. Youths tuko hapa. Youths unataka tu kae kama yule dada fulani vile ako pale. I want to tell you that you need to do something. You need to tell God, God, thank you because you've given me something. Kuna wale ambao mnadharau wazazi and this is there. Wewe unajua mzazi wako hajiwezi, mzazi wako ana uwezo. You are there from a distance instead of doing something to ensure that your parent is somewhere. Wewe you are the other side, kukua on the other side of the people wanadhiaki mama yako, baba yako, wanamdhiaki ukimwambia hafai, and you are just in that group. Asa baba yako ukilose baba yako, ukilose mama yako, whom will they be talking of? Watakuwa wanaongea because of you failing, not any other person. Ni wewe utakuwa unaambiwa wewe unalifanya baba yako alikufa, ulikumfanyia nini? What did you do? Your parents are there, they are dying, you have money, they are dying, you don't just stand to help them, you are standing to betray them, to just talk ill of your parents. Wazazi wako ni nguzo, nakwambia ndugu yangu, wazazi wako ni nguzo. Wengi wamekufa because you amwajali tu, they are depressed. We have kids, you know, na wanataka tu our kids wawasaidie. You are not helping your parents. Take your own time, chukua muda wako. Even this, you know, some of the things zina happen kwa sababu hatuchukui wakati wetu kuwasaidia. So it's time that you take your own time and bless them, be with them, give them a good information. Kuna watu ambao mashosho wenu wanaishi kwa nyumba mbaya sana, but unapita tu because you don't have that time. Just usipite hivyo, go and help them. Itakuwa ni vizuri na Mungu atazidi kubariki. I think those wise words zimepita hivyo kama King Solomon alivyokuwa akiambia wale kina mama walikuwa wanapigania mtoto. Wewe just be there, be wise, do something which is right. Get your back, I'm seeing you. Umekula sapa? Naona ulikimbilia sapa. Ulienda wapi bana? Nilikuwa natoa wapi nikiwauliza kama mlipepa food ama msao. We unajua acha hizo. Hebu tuambie, unajua uko umechangia, ulitoroka? Nilichangia. Nilikugachi? Nilipeana tipit, tena nikachangia. Halafu nikatoka nikaja Utuma akiongea. Alright. Sasa kuna tunataka tumalizie. Sijui the words ambao ungeambia watu ambao kidogo hivi sasa jioni kuna mtu amegive up na life kabisa. Mimi chenye ningeambia watu. Kwanza blessed mamu mimi niachane. Sina kwetu pa kukula, kwetu ni humu penye nimewaambia mlileta food. Chenye ningeambia watu. By the way, ukidharauliwa najua kuna
Kuna mahali yaani mtu unafika hadi unasema hii dunia si kwetu, unaona? Hadi unasema hapana, huyu si mimi. Hadi yaani unaanza sasa kugombanisha Mungu, unaona? Hata unamuuliza maswali, why me? Mbona mimi? Nilifanya nini hiki ambacho huwezi ukanisamea? Unasema penye nimefika sasa, Mungu naomba unichukue. Lakini mimi ningesema ni tuangalie kama mayatima by the way huwa wanayapitia sana. Kama upate relatives wanawateza, yaani wanaanza kuteza wale watoto, kuwanyang'anya hata nyumba, shamba, kila kitu by the way. By the way kama wale watoto huwa wanayapitia, unapata hata mtoto mdogo amekunywa dawa, amejitoa uhai. Ndio maana inastahili wale watoto it's better wachukuliwe kwa children's ward. Inaitwa children's home. Mimi si msomi. Right. Wachukuliwe huko at least because relative by the way sisi ni binadamu but relatives siku hizi pesa ni kitu mbaya sana. So akiona hata kashamba hata nyumba tu anakuwa mchoyo na mpaya, atatendea wale watoto kitu kibaya. Cha muhimu tu achukue nyumba na chenye anahitaji. Then sisi hawa watu wakubwa hata wakubwa pia huyapitia. Lakini ningesema mtu asichukue any step ya kujitoa uhai ama kujidharau sababu amedharauliwa hadi amekufa moyo. No. Jitie nguvu, jitie moyo. Ni maombi tu by the way. Just pray. Jenye unaomba Mola anakupa. Atakufungulia milango. Uwe tu mkamilifu, mtiifu. Hivyo tu by the way. So ningeambia watu maombi. Mambo na depression tuache, hasira tuache by the way. Maombi. Thank you so much, and I wish that you can pray for us before we just go off. Oh, Pastor, sijui kuomba please. My dear sister. My dear sister, just do that for us. Okay. Naomba kikisi yake, sijui kuomba Kiswahili. Okay. Sawa, wacha tuamini na tuombe. Mtakatifu uishie mahali pa juu patakatifu, tunasema asante kwa wema wako, asante kwa ushindi wako, asante kwa uhai wako. Ee Mungu, tumekuja mbele zako jioni ya leo, umekuwa nasi siku ya leo Baba, ambayo ilikuwa ndefu Baba na umetufikisha wakati. Ee Mungu, ni wengi ambao walikuwa wanatamani kufika wakati lakini hawakufika. Tumewakabidhi mikononi mwako, wapumzike kwa amani. Ulitumba kutoka udongoni ila tumeanza kurudi udongoni Baba. Nasi ambao tumepaki duniani si wakamilifu ila ni wenye dhambi. Baba, tuomba tusamehe dhambi zetu. Safishe roho zetu Baba, siwe safi tu wanyenyekevu. Baba, uweze kutuelekeza katika njia ambayo ni sahihi. Samehe dhambi zetu na mienendo yetu ambayo si mzuri mno. Angalia wenzetu ambao wako hospitali, ni wagonjwa Baba, wanaumwa viungo vyao vya mwili. Tumewakabidhi mikononi mwako Baba, watie nguvu, watie moyo. Wape uponyaji wa haraka ili waweze kupona Baba. Angalia wenzetu wote, marafiki Baba, na familia zetu. Tumezikabidhi mikononi mwako. Weka amani na upendo Baba, uweze kutawala katika nchi yetu na nchi zote Baba, na
kila aina za nyumba Baba. Angalia wanakizi yote wote, nimewakabidhi mikononi mwako Baba. Weka amani na upendo, tuwe tukipendana kwa wakati kama mandugu na dada Baba. Ee Mungu, tunaona tutakapoenda kulala tusinywe damu yako takatifu. Na tutakapomaliza mjadala Baba, tunaenda kufunga Baba. Kuwa nazi, tuelekeze Baba. Na wengine ambao hawajafika manyumbani Baba, Ee Mungu, uelekeze njiani Baba, ufikishe salama mwana wa Mungu. Kale wanafunzi wote tumewakabidhi mikononi mwako. Tunajua changamoto ni mingi ambazo wanapitia Baba. Ee Baba, weka fikra zao katika masomoni, waepushe na mengi ambayo Baba wanapitia. Ee Mungu, tunaomba hayo machache katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen, amen, amen. Bye. Hebu tuambie jambo moja kabla hatujaenda kulala. Niliongea jambo moja, nilisema tuombe tu, tuombeane. Yeah. Wow, that's great. Thank you so much. And I see kwamba tutamaliza hapa na ndugu yangu atakuja mida ya saa 4 pale, saa 4:30 pale, ataweza kuwa na nyinyi. Anaitwa Kurkuntu na atakuwa hapa mida hiyo. So thank you so much kwa sababu ya kuwa na mimi, and I'm blessed to be with you right here. Get it. God bless. Sawa. Bye, until tomorrow. Na usiende. As we finish pale tutapatana kwa tent. All right, thank you so much kwa wale ambao mmekuwa na sisi. God bless you and have a blessed evening, and lot of things are coming. Anyway, if you want to meet me on the social media handles, nipate Facebook kama Isaac Leonard, kwenye page ambayo niko nayo inaitwa Papa Isaac Leonard, utaifollow. Pia unaweza kunipata kama YouTube kama Papa Isaac Leonard. You can as well subscribe kwa hiyo channel ya pale. Na hata hivi ikiwa kwamba unaendelea kutizama hapa, you can subscribe kwa channel yetu hapa Kisii Hot TV. God bless you, God bless you, and thank you so much on behalf of the staff ambayo imewezesha mambo yote ya siku ya leo. May God bless you. Wish you all the best. Good night. Tupatane kesho mida ya saa 2 hadi saa 3:30. God bless you. Goodbye.